Ushahidi mwingine juu ya mahusiano baina ya Irani, Marekani na Israel unapatikana katika kitabu kiitwacho Oil and the Kurdish Question: How Democracies Go to War in the Era of Late Capitalism, ambapo maelezo ya sehemu ya ukurasa wa 159 ya kitabu yanajadili kuhusu Zarif ambaye licha ya kuwakilisha taifa lililohesabiwa adui wa Marekani, yaani Irani, aliheshimiwa na viongozi na taasisi kubwa za Marekani. Anatajwa na mwandishi wa kitabu kama mmoja wa Wairani wazuri kwa sababu alishirikiana kwa karibu na Marekani na hata Israel katika nyakati fulani. Points kuu za maelezo hayo ni kama ifuatavyo. Martin Indyk ambaye ni diplomat wa Marekani alimwambia Zarif wakati wa kumuaga, tutakumisi. Swali linaulizwa, kwa nini watu mashuhuri wa Washington walimpa Zarif heshima kubwa ilhali yeye anatoka Irani, nchi iliyohesabiwa kwenye mhimili wa uovu. Zarif aliandaliwa hafla kubwa ya kuagwa na taasisi kubwa za Marekani ambazo ni Council on Foreign Relations CFR, nyingine ni Nixon Center na pia International Crisis Group. Zarif ndiye aliyeratibu mazungumzo ya siri kati ya Irani na serikali ya Clinton, wakati ambapo Marekani ilikuwa inakaribia kuboresha uhusiano na Jamhuri ya Mapinduzi ya Irani. Wakati wa maandiko haya, yaani wakati kitabu hiki kilipokuwa kinaandikwa, Zarif alikuwa anaiwakilisha Irani katika mazungumzo na Marekani juu ya mgogoro wa nyuklia ya Irani. Zarif anatajwa na mwandishi kama mmoja wa Wairani wazuri, sawa na Rafsanjani, kwa sababu kwa miaka mingi amefanya kazi kwa karibu na Marekani na Israel. Ingawa sasa hivi, yaani wakati huo kitabu kilipokuwa kikiandikwa, dola za Irani na Israel ni mahasimu wakubwa, lakini haikuwa hivyo kila mara katika historia. Hapo nimehitimisha maelezo kutoka katika ukurasa wa kitabu. Na nikufahamishe kwamba huyo Martin Indyk aliyemuaga Zarif, afisa mkubwa wa serikali ya Irani, na kumwambia tutakumiss, ni balozi wa zamani wa Marekani nchini Israel na aliwahi kushika nyadhifa katika shirika la Wazayuni la AIPAC. Tuna ushahidi mwingine pia. Huu unatoka katika kitabu kingine cha Trita Parsi kiitwacho Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy. Katika kitabu hicho kuna mengi yameelezwa, ikiwa ni pamoja na baada ya Marekani kulishinda jeshi la Kiarabu lenye nguvu kubwa la Iraki mwaka 2003, ambalo Irani ililishindwa kwa miaka 8 ya umwagaji damu. Ushindi huu wa Marekani ulisababisha hofu kwa mahasimu wake Mashariki ya Kati na katika sehemu nyingine za dunia. Viongozi wa Irani walijihisi dhaifu na wakaamua haraka kupeleka pendekezo la makubaliano makubwa kwa Marekani. Walikuwa tayari kujadili kila kitu nyeti: Hizbullah, Hamas, kundi la Islamic Jihad, mzozo wa Waisraeli na Wapalestina, na hata mpango wao wa nyuklia. Ikimaanisha Irani ilikuwa tayari kuyatosa hayo makundi na kuitambua Israel. Rasimu ya pendekezo iliandikwa na balozi wa Irani nchini Ufaransa, ikapitishwa na kiongozi mkuu wa Irani na kurekebishwa na Zarif, kisha ikapelekwa Washington kupitia balozi wa Uswisi. Pia kitabu kinaeleza kwamba pendekezo hilo liliwashangaza wa Marekani kwa sababu lilionyesha kuwa Tehrani iko tayari kujadili mambo makubwa kama silaha za nyuklia na uungaji mkono kwa makundi ya wapiganaji. Na ilikuwa ni mara ya kwanza Irani kuweka wazi masharti yake na kile ilichokuwa tayari kutoa kwa Marekani. Ama kuhusu mapendekezo ya Irani, baadaye pande zote hazikufikia mwafaka wa pamoja. Mohammad Javad Zarif anasema Marekani ilipuuzilia mbali mapendekezo hayo. Ushahidi kama huo tunaupata pia kwa njia ya video ambapo wahusika wakuu akiwemo Zarif wanazungumza wenyewe. The readout says that he's had these talks with Saad Kharzi, and Saad Kharzi has developed a roadmap for the normalization of U.S.-Iranian relations. The roadmap suggested direct talks between Iran and America. Everything was on the table. Iran's wish list: America would refrain from supporting regime change and abolish all sanctions on Iran. And America's wish list: Iran would make Hezbollah into a peaceful political party and would accept the two-state Palestinian-Israeli peace process. That proposal had a number of elements which were of importance to Iran.
That is, it had the element of mutual respect, which has been lacking in U.S. approach to Iran. The covering letter said that Harazi had 2 long discussions with the Supreme Leader, and that President Khatami and his uncle, the Foreign Minister, were also present. All previous contact between the US and Iran had been limited to single issues. Now it seemed the Supreme Leader had agreed with 85 to 90% of this ambitious paper. I read it. I think it's incredibly significant and groundbreaking. And I write the memo for Secretary Powell that would be from my boss at the time, Richard Haass. I thought the paper was interesting, but I was skeptical. The biggest problem in dealing with Iran at that point was uncertainty about whether the government really spoke for the government, or whether the government really spoke for the power centers of the country. If the Iranians authorized it to be transmitted to the U.S. as the basis of talks, we should do it. I don't care whether they contracted it out to a great speechwriter. They authorized its transmission, and we should call them on it. Washington said no. The decision wasn't made by hardline associates of the president. It was made at the top of the State Department. Even in response to a proposal that was basically a genuine attempt to resolve all issues of concern to either side, the United States simply decided to neglect it and put it aside. Pia mengine pasi aliyoyaweka wazi ni haya yafuatayo, lakini nitayakupa kwa uchache. Akielezea mtazamo wa machifu wa Mossad juu ya Irani, Pasi ameandika kwamba Pardo alikuwa mkuu wa 3 mfululizo wa Mossad kukataa wazo kwamba Irani ilikuwa tishio la uwepo kwa Israel. Wale waliomtangulia wawili ambao ni Meir Dagan na Ephraim Halevi pia walikuwa wamelipuuzia dai la Netanyahu. Halevi alisema kwamba uwezo wa Irani uko mbali na kuwa tishio la uwepo kwa Israel. Akaongeza kusema kwamba kuongezeka kwa misimamo mikali ya Waharedi, yaani Wayahudi wa kihafidhina kupita kiasi, ndiko kunakoleta hatari kubwa zaidi kuliko Ahmadinejadi. Pia amemwelezea Zarif namna hii ya kwamba wakati Hassan Rouhani alipomteua Javad Zarif, balozi wa zamani wa Irani katika Umoja wa Mataifa ambaye ni mwanadiplomasia mahiri na aliyekuwa kiongozi mkuu wa majadiliano karibu yote muhimu ya Irani, kuanzia diplomasia ya kumaliza vita vya Irani na Iraki mwaka 1988 hadi mazungumzo ya siri na Marekani mwaka 2001 kwa ajili ya kuishinda Talibani, kuwa waziri wa mambo ya nje. Ujasiri uliongezeka huko Washington kwamba kwa kuwa suala la urutubishaji wa nyuklia lilikuwa limepatiwa suluhu kwa misingi ya kanuni, Irani ilikuwa tayari kupeleka mazungumzo hayo katika hatua inayofuata. Kama Rouhani, Zarif alikuwa amejipatia heshima kutoka kwa wenzake wa Magharibi, si tu kwa sababu ya umahiri na busara zake, bali pia kwa uwezo wake wa kushirikiana kwa njia chanya na kufanya maamuzi magumu. Gary Samore alieleza Al Monitor kwamba Zarif ni mwanadiplomasia mwenye ustadi mkubwa, mwenye akili nyingi na anayefanikiwa sana katika kazi zake. Na kama ilivyokuwa kwa Rouhani, Zarif alikuwa amekuwa mtengwa kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2009. Alijitenga na siasa na kurejea katika ulimwengu wa elimu ya juu, ambako kwa bahati aliweza kupata ofisi ndogo katika chuo kikuu cha Tehrani. Kama ilivyokuwa kwa wengi waliokuwa kiini cha mapinduzi, taaluma ya Zarif ndani ya utawala ilianza akiwa bado kijana. Alihamia Marekani akiwa na umri wa miaka 17 ili kusomea, ingawa muda mwingi aliutumia kuandaa mikakati ya kupinga utawala wa Shah. Mapinduzi yalipoanza, Zarif akiwa na umri wa miaka 19 alipewa jukumu la kuchukua ubalozi wa Irani huko Washington na kuwa msemaji wake. Kuanzia wakati huo, aligeuka kuwa mchezaji muhimu katika duru za juu za watunga sera za kigeni wa utawala huo, mara nyingi akitetea mtazamo wa upatanisho zaidi kuelekea Magharibi. Katika wasifu wake binafsi, alitetea msimamo wake wa kuunga mkono uanzishaji wa uhusiano na Marekani kwa hoja kwamba kufanya hivyo kungelisaidia taifa la Irani kusonga mbele kwa maslahi yake. Huu ni ushahidi wa kitabu cha 3. Ingawa mifano hii ni michache, yapo maelezo mengine mengi zaidi. Vitabu hivi vinafafanua kwa kina kuhusu uhusiano kati ya Irani, Israel na Marekani, mambo ambayo watu wengi hawajapata kuyafahamu.
Ni jambo la umuhimu kusoma vitabu vyote hivi vinavyotajwa ili kupata uelewa mpana zaidi wa mada hii. Usikose kutazama sehemu ya 3 ya mfululizo wa makala haya.